Nisikilize kwa makini sana. Yaani naomba nisikilizwe kwa makini sana. Waraka ule wa kwanza, waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya kwanza. Waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya kwanza, naomba nisome. Waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya kwanza. Mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu uwatendeao hao ndugu na hao wageni nao, walioshuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu, kwa maana kwa ajili ya jina hilo walitoka wasipokee kitu kwa mataifa. Basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao ili tuwe watendakazi pamoja na kweli. Naliandikia kanisa neno hili, lakini Diotrefe apendaye kuwa wa kwanza kati ya hao hatokubali. Kwa hiyo nikija nitayakumbuka matendo yake atendavyo, atoavyo upuuzi juu yetu kwa maneno maovu, wala hatoshwi na hayo, ila yeye mwenyewe hawakaribishi hao ndugu, na wale watakao kuwakaribisha huwazuia na kuwatoa katika kanisa. Mpenzi, usiwige ubaya bali wige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa waraka huu Yohana anauandika kwa mzee Gayo. Gayo alikuwa ni mzee wa kanisa kama Mwalimu Baraka, kama Doto Jumbe, kama Mama Nifa. Naye Gayo alikuwa hivyo. Lakini Yohana alikuwa ni mtume ambaye nafasi yake ilikuwa juu sana kuliko mzee wa kanisa. Lakini Yohana pamoja na nafasi alionayo kubwa, anatambua thamani ya watu walioko chini yake, wazee wa kanisa. Asa anampongeza Gayo. Kwanza anamwambia naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Na kuwa na naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Asa katika mambo ya roho, katika mambo ya kiroho, mzee Gayo alikuwa vizuri sana. Lakini Yohana anaongeza, anasema sitamani tu wewe uwe mtu ambaye umefanikiwa katika mambo ya kiroho, natamani pia hata katika mambo ya kimwili pamoja na afya pia na wewe ufanikiwe. Anampongeza kwa ajili ya hayo. Lakini yako mambo mengi sana ambayo Yohana anayazungumza. Neno kuu siku ya leo ni pongezi. Bwana Yesu asifiwe. Neno kuu ambalo mchungaji amesimama hapa akazungumza ni pongezi. Alikuwa anawapongeza. Ingawa na mimi sikusimama na kuchangia mchango kwenye ununuzi wa ili eneo la kanisa, lakini na mimi nimesimama ili niwapongeze. Kwa nini kupongeza? Nini maana ya neno pongezi? Maana yake nini? Maana ya neno pongezi ni kumtakia heri mtu aliyefanya vizuri. Maana ya neno pongezi ni kumtakia heri mtu aliyefanya vizuri. Wakati mwingine tunasema hongera sana. Hongera sana, umefanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni kusema maneno mazuri kwa ajili ya kazi nzuri iliyofanyika, kushangilia mafanikio au jambo jema la mtu aliyefanya vizuri. Ndiyo maana ya neno pongezi. Jamani, hapo vipi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapozungumzia pongezi, pongezi inatolewa kwa mtu aliyefanya mambo mazuri.
Mtu yeyote anapofanya jambo jema anategemea pongezi. Pasipokuwa na pongezi, yamkini watu wangekuwa wanafanya mambo mara moja tu mazuri alafu baadaye wanaacha. Pongezi inamfanya mtu kuonekana kwamba umethamini, umetambua kumbe alichokifanya ni kitu kizuri. Sasa Gayo anampongeza Yohana kwa ajili Yohana anampongeza Gayo kwa ajili ya kazi nzuri na utumishi wake juu ya kanisa. Anamwambia kazi ni nzuri, anampongeza. Sasa tunapoangalia hapa tunaona Yohana anatufundisha kuwapongeza watu wanaofanya vizuri katika maisha. Unapoona mtu amefanya jambo jema, ni vizuri kumpongeza kwa kile anachokifanya. Katika maisha yetu wako watu ambao wanahangaika usiku kucha kuzitafuta baraka za Mungu. Wako watu ambao wanateseka kuomba, wengine wanafunga lakini Mungu anashindwa kuwajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanashindwa kutambua thamani ya watu wengine wanaofanya vizuri. Ukitambua mazuri ya mtu mwingine, hakika mimi nakuambia itakuwa ni rahisi sana kufanikiwa kwenye maisha yako. Lakini kama mtu mwingine atafanikiwa na kufanya mambo mazuri ushindwe kumpongeza na kuwa na roho mbaya, ni ngumu hata kufanikisha mambo yako pia na wewe. Ni ngumu sana kufanikiwa. Lakini sasa wewe unatakiwa ujiulize maswali katika maisha yako. Ni watu wangapi ambao wewe umewahi kuwapongeza kwamba kwa kweli hongera sana, umefanya vizuri, Mungu akubariki. Yaani ninakushukuru sana mume wangu. Kwa sababu kati ya wanaume ambao wanapambana na wewe ni mwanaume. Yaani nakushukuru, hongera sana. Yaani kwa kweli hatujawahi kulala njaa. Yaani kwa kweli we acha. Yaani mama fulani toka mwaka umeanza hajawahi kubadilisha nywele, lakini mimi kila siku nasuka. Mume wangu kwa kweli hongera sana. Japo saa nyingine unanikwazaga lakini hongera sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mke wangu yupo Kigoma. Tumekuwa na msiba wiki kama 2 yupo Kigoma na mimi nilifiwa na bibi kizaa baba, nilikuwa msibani. Jana nilikuwa namwambia mke wangu nimekukumbuka kweli. Japo saa nyingine unanikiraga lakini nimekukumbuka uje. Sijui unanielewa. Kwa nini? Kwa sababu hatupaswi kuangalia tu yale mabaya. Lazima tuangalie na yale mema ambayo wengine wanayafanya. Kwa ukitambua thamani ya watu ambao wamefanya vizuri, ukawapongeza, ipo siku Mungu naye atakupa vya kwako. Lakini ukiwa na roho mbaya, wewe unaona wenzio wanafanikiwa, wewe unachukia, unaumia, yani kwa nini imewezekana? Yaani kwa nini imekuwa hivi? Na pengine hata unaweza kukuta hata mkanisani walikuwa wengine hawataki kufanya lolote na wana uwezo. Sasa jambo limefanikiwa lakini bado wanachukia tu na kuendelea kutoa maneno mabaya. Kwanza mimi nilikuwa najua hata zile hela zenyewe tu wamechakachua. Yaani kwanza si ulikuwa unaona wazee wa kanisa walikuwa wanaongea wenyewe tu. Yaani no. Jifunze kuwapongeza watu waliofanya vizuri katika maisha. Kama ni mwanao anafanya vizuri, mpongeze, unakuwa unamtia moyo. Anaona kumbe mama anathamini, kumbe baba anathamini. Kama mchungaji anafanya vizuri, mpongeze mchungaji. Sio mchungaji atoke yametokea majanga ndio mnaanza kusema bora mzenga. Kama anafanya vizuri mzenga, mwambieni hapo kwa kweli mchungaji unafanya vizuri, tunakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Sio sasa umeumizwa unaanza kukumbuka yale ya nyuma. Hapana. Kwa Yohana anampongeza mzee Gayo, lakini anamuombea afanikiwe zaidi katika maisha yake. Kwa hiyo ni vyema kumpongeza mtu aliyefanikiwa hata kama hujafanikiwa. Na huo ndio Ukristo wa kweli katika maisha yetu. Unapomuona fulani amepiga hatua, mimi naenda kumuona Nifa. Unakuta saa nyingine yuko anahangaika na masufuria na nini, huko ana bajaji, huko sijui anaguta, sijui huko anapika kwenye masherehe. Nikamwambia hongera sana. Nampongeza, lakini mimi mambo yangu na mauzauza huko, lakini nampongeza tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ipo siku na mimi nitapata. Kwa sababu Mungu hutoa kwa mafungu. Mungu hawezi akawapa wote siku moja. Mungu anatoa leo kwa huyu, kesho kwa huyu, kesho kwa huyu. Kuna dada mmoja anauza matunda pale mjini.
Nilimuuliza vipi biashara inaendaje? Akasema namshukuru Mungu. Sasa hivi napambana kila ninapotoka kwenye matunda hapa nitoke na mfuko wa simenti. Nikamwambia wewe ni shujaa. Yaani wewe ni shujaa. Yaani mimi pamoja na kuhubiri sijai kumiliki hata kiwanja. Yaani sina hata kiwanja. Natembea kuhubiri, yaani nahubiri tu Bwana anaweza. Haleluya. Lakini anauza matunda, ana kiwanja. Yaani nikamwambia ni jambo jema, Mungu akubariki sana. Huo ni ushujaa. Yaani katika wanawake ambao anatakiwa pita wanawake washoka na wewe umo Bwana. Hongera sana. Sasa yamkini ingawa hana mume ni singomaza sijui na nini, wengine wanamsema vibaya, wengine, lakini sisi tunampongeza. Yale wanayosema vibaya sisi tunawaachia, wale wanaomsema vibaya sisi tunachojua tu ni kumpongeza. Hongera kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha jifunze kuwapongeza watu. Kama mtu anafanya vizuri, jifunze kumpongeza. Mwambie kwa kweli kazi unayoifanya ni njema sana. Hongera sana, tusiishie tu watu kuwaraumu. Wakati mwingine tunashindwa kufanikiwa kwa sababu hatufurahii mafanikio ya watu wengine. Hasa Mungu anaona kumbe una roho mbaya, basi utakomaa hivyo hivyo na roho yako mbaya. Ndio maana Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 8 inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Hasa unataka umuone Mungu kwenye maisha haya, moyo wako wewe ni msafi? Watu wenye moyo safi hawana kinyongo. Watu wenye moyo safi hata wakiambiwa jambo kanisani wanafanya zaidi ya vile mchungaji alivyokuwa ametarajia. Watu wenye moyo safi ni watu ambao wanafurahia mambo ya watu wengine. Ni watu ambao mioyo yao haitunzi mtu moyoni. Yaani ukimuudhi sawa, utajijua mwenyewe, ukifanya utajua mwenyewe. Mtu mwenye moyo safi, hao watamuona Mungu. Lakini kama una moyo safi, wewe hata ungefunga usiku kucha uwezi ukamuona Mungu. Usijisumbue tu, wewe jibadilishe moyo wako, lakini Mungu atakujalia pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule mstari wa 4 Yohana anaendelea kumwambia kwa kweli nimefurahi sana, nimefurahi. Anasema kwamba sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia kwamba watoto wangu wanaenenda katika kweli. Anamwambia ni kwa kweli pamoja na mambo mazuri unayofanya, lakini njia zako ziko vizuri. Sasa kuna watu wanaweza wakawa wanafanya mambo mazuri kwa watu, lakini njia zao ziko vibaya. Tunapofanya mambo mazuri, tunajitoa kanisani, tunajitoa kule kwa ajili ya kazi ya Mungu, lazima tuhakikishe na njia zetu zinaenenda katika kweli. Lazima uhakikishe unapofanya mambo mazuri watu wanakupongeza, hakikisha na familia yako inakupongeza. Usiishie kupongezwa na watu wa nje alafu familia yako inalia. Unasimama hapa unakuwa unaimba nimeomba mengi umenijibu moja, umetutendea wengi mimi nimerudi. Huku mke wako anasema wangemjua yule basi tu. Yaani hawajui, wangejua. Yaani kwa kweli ni shida. Yaani unajua kuna sehemu unaweza kaingia kwenye kanisa ukawa unasikia watu wanaguna, unasema mbona kwaya imesimama kuimba watu wanaguna? Kumbe kuna watu humo wanajulikana, mambo wanaimba vizuri lakini mienendo yao ni mibaya na ni michafu kweli. Kwa unapofanya jambo zuri, hakikisha na njia zako zinakuwa nzuri sana. Lakini mstari wa 5 anampongeza kwa ajili ya ukarimu. Mzee Gayo alikuwa mkarimu sana. Alikuwa tayari kwa ajili ya kuwapokea watumishi wa Mungu. Hasa tunapotoa fedha, tunapowajibika katika kazi ya Mungu kwa kutoa fedha, lazima tuhakikishe pia ni wakarimu. Tunajiwajibisha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mimi nimekuja hapa nakuta mchungaji anasomba viti. Kasa hii mchungaji mnahama au maana sikukuta muumini yote, nimefika tu mchungaji yuko hapo mwenyewe. Kasa labda mchungaji, labda kuna tukio limetokea, labda ibada imeahirishwa. Naona mchungaji anasomba viti. Baba vipi na sisi tukaanza kusomba pale? Nini? Kazi ya ukarimu. Lazima ujue wajibu wako Mkristo, kwamba ninapoenda kanisani, hivi kanisa liko sawa? Watu wanapokuja ibadani, labda kuna kitu unaweza ukakuta hakiko sawa, lazima uwahi kanisani uangalie labda kuna nini ambacho hakiko sawa, nirekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia lazima uwakarimu wageni. Kuna watu wengine wana roho mbaya.
Hata baadhi ya washirika wao hawakaribishi kwenye majumba yao. Nimewahi kushuhudia mahali fulani mzee mmoja, nikamwambia mzee, naomba nije nikuone. Kipindi hicho hata sina suti. Yule mzee sijajua mimi mshirikina, sijajua. Akaniambia naomba tu mtumishi tukutane kwenye hoteli fulani pale, tukutane. Hakutaka nifike kwake. Lakini na mimi Mungu alinilazimu nifike pale nyumbani kwake. Kwa sababu wanapoingia wapendwa wenzio katika marango ya kwako, wanaingia na baraka za Mungu. Katika familia zetu wanaingia watu wa kila aina, wenye mikosi, wenye laana, walioshindikana, waliopinda. Sasa wanapoingia washirika wenzio, wanaingia pamoja na Kristo. Ndio maana Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao injili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jifunze kuwa mkarimu kuwakaribisha wenzio. Sasa ingine tu unapika chakula, jamani wapendwa, kwani mko wangapi hapa? Mmeandaa tu chakula, jamani, hebu leo tupike chakula tule wote tu hapa. Nimeamua tu kuwatoa out. Hivyo nadhani siku ukifa msiba hapo wewe acha. Yaani cha kwanza acha ile ya kufa wewe. Cha kwanza aliyekufa ni wa muhimu. Watu wataanza kulia pale, watateseka kwa sababu kwanza huyu alikuwa anatoa msosi, mzee alikuwa anatoa msosi huyu, hata watoto wako watateseka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anampongeza kwa ajili ya ukarimu aliyoufanya anaouachilia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anamwambia imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao ili tuwe watendakazi pamoja na kweli. Yohana alikuwa anaendelea kumkumbusha kwamba ingawa umekuwa ukifanya kazi nzuri na mambo makubwa, lakini usichoke. Anamwambia ninaomba uwasafirishe hawa watu. Ninaomba uwasafirishe. Ninaomba ujitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ili hata mchungaji wetu asirudie tena kupita kwenye maduka ya watu. Anasema jamani mchago. Anamwambia kwamba kwa maana kwa ajili ya jina hilo, na ni ule mstari wa 6. Ule mstari wa 6b. Anasema utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu. Tunapofanya kazi ya Mungu hatutakiwi kuchoka. Wakati mwingine sio lazima tuambiwe. Gayo aliyafanya haya kwa sababu yeye ni mzee wa kanisa na anaujua wajibu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kufanya mambo yaliyo mema. Kasheshe iko mstari wa 9. Hapo ndio kuna kasheshe. Anasema naliandikia kanisa neno. Lakini Diotrefe apendaye kuwa wa kwanza kati yao hatakubali. Katika maisha hata ungefanya jambo zuri la aje, kuna watu hawakukubali kabisa, hawakupendi na wala hawakuhitaji. Huja wakosea, hauna ujirani nao wala huwajui, lakini hakupendi tu bila sababu. Hii ndiyo dunia tulionayo. Kwa usitegemee unapofanya jambo jema kila mmoja atafurahia katika ulimwengu huu. Yaani kuna watu kadri unavyozidi kutenda mema ndivyo unavyozidi kuwakera na watamani hata kukuona. Na wakati mwingine unaweza ukatenda mema ukaja kupita kwenye changamoto fulani, watu wakasema yeye alikuwa anajifanya mtoaji hata kimkute. Tulikuwa tunamwambia hata hivi sio biashara imekufa kwa sababu alikuwa anajitoa. Kuna watu hawezi kukubali kwenye maisha. Usitumie nguvu kubwa sana kumlazimisha mtu akukubali. Usitumie nguvu kubwa sana. Kuna kijana mmoja ni hapa maeneo haya, wakati niko na duka langu pale, aliwahi kuja tu siku moja, alikuwa mshikaji wangu, tunapiga story tu. Ghafla siku moja kaja tu kabadilika. Akasema mimi Elisa simpendi bwana. Nikamuuliza nimefanyeje? Mimi sikupendi tu. Tena naongea mbele ya watu. Yaani mimi sikupendi bwana, yaani sikutaki tu, yaani mimi sikupendi tu. Kwani nimefanyeje? Kuna kitu nimekosa? Mimi sikupendi tu. Kwa kwenye maisha inaweza ikatokea tu mtu akupendi. Usitumie nguvu kubwa sana kila mtu akukubali. Bwana Yesu asifiwe.
Siku moja niliwahi kusema, ukiona hii dunia unaelewana na kila mtu, basi wewe utakuwa na shida ya ubongo. Yaani kila mtu tunaelewana naye, mama Nifa Bwana asifiwe, amina. Nisiji katibu Bwana asifiwe, amina. Mchungaji Bwana asifiwe, amina. Hamna unayepishana naye hata mmoja. Wewe kuna sehemu una shida. Kwa sababu huwezi ukapatana na kila mtu hapa duniani, sivyo? Yaani huwezi ukapatana na kila mtu, mwingine atakuchukia, mwingine hivyo mtakwazana, unajua kumbe tupo duniani. Lakini ukiona tu kila mtu unapatana naye, wewe ujue umesukumesha roho kwa akili wewe. Kwa hiyo kwenye maisha hakuna mtu ambaye anaweza akakukubali kila mtu, hapana. Wakati mwingine kuna watu wanaweza wakakukataa. Kwa hiyo fanya mambo mazuri, lakini kuna watu wanaweza wakakusema vibaya, kuna watu wanaweza wakaongea vibaya kwamba anajionyesha, anafanya kwa sababu anazo, anafanya kwa sababu anatafuta cheo. Wewe usiache kufanya kwa ajili ya hao. Watu kama hao wapo kanisani, watu kama hao hata kwenye majumba yetu wapo. Kuna mtoto hata umfanyie jema gani litakutukana tu. Kuna mtoto hata umfanyie jema gani atambui, anaona kama kila kitu kinajitokeza tu, yani hivyo. Kwa hiyo haya yapo. Labda anaweza akawa mume wako, wewe unajitahidi kupika hivi, kila siku anakukosoa tu. Mvumilie tu, maana Yesu ndio alimchagua, kwa sisi tukuchagulia. Na wakati tunakuimbia ni chaguo lako na unacheza tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, Yohana anamkumbusha mzee Gayo kwamba katika maisha kuna watu wengine hawatukubali. Kwa hiyo na mimi nakukumbusha, katika maisha yako sio kila mtu anaweza akakukubali au akathamini au akatambua yale ambayo unayatenda. Ndio maana wale wanaoongoza kwa kutuumiza kwenye maisha ni wale watu tuliowathamini na kuwatendea mambo mema. Sio kila mtu atakubali wema unaotenda. Ingawa tunatenda mema ili wale tunaowatendea wathamini au watambue kwamba tunawapenda, ila sio kila mtu unayemtendea mema atathamini kile ambacho unamfanyia. Naomba nimalizie kwa ule mstari wa 11. Yohana amemwambia mzee Gayo kwamba huyo Diotrephe huyu ni mtu ambaye hatukubali. Lakini ule mstari wa 11 anasema, mpenzi, usiuige ubaya. Katika maisha kuna watu wanaiga mambo ambayo hayakuwa ya kwao kabisa. Usiuige ubaya. Anasema hivi, usiwige ubaya, bali uige wema. Katika mambo ambayo Mkristo anapaswa kujifunza ni mambo mema, wala si mambo mabaya. Lakini leo kuna watu wengine wanaweza wakaingia kanisani wakiwa na tabia njema, lakini mwisho wa siku wakawa ni vichomi na watu ambao wanasababisha maumivu ndani ya kanisa. Lakini hawakuja wakiwa hivyo, lakini wameyaiga ndani ya wapi? Ya kanisa. Kwa sababu kanisa lina watu wazuri na watu wabaya. Hata sisi hatupaswi kuiga mabaya, kwamba kwa sababu fulani huwa anafanya hivi na anaheshimika, ngoja na mimi nifanye. Sisi tunapaswa kuiga mema. Paulo alimwandikia Timotheo kwenye ule waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ile ya 5 kama sikosei. Waraka ule wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo. Nadhani ni sura ile ya nitawaambia baadaye. Ni waraka wa kwanza, lakini mstari nimeusahau. Paulo anamwandikia Timotheo. Anamwambia, lakini usizishiriki dhambi za mtu mwingine. Usishiriki dhambi za mtu mwingine. Jana ilikuwa naongea na baba mwenye nyumba wangu. Tukawa tunazungumzia habari ya kanisa la Mtakatifu Andrea.
Akasema, lakini mtumishi, nilisikia kwamba eti pale kanisani wakati vyombo vinaibiwa, watu walipokuwa wamekaribia kujua ukweli, wewe ukapinga. Sijui unanielewa? Aliniambia hivyo baba mwenye nyumba wangu. Lakini siku nyingine nikakutana na mtu mwingine, akaniambia hivi, wewe ndio uliyesababisha vyombo vyetu vikosekane. Lakini hakuna mtu aliyewahi kunifuata akaniuliza, hivi siku hiyo tukio linatokea la wizi ilikuwaje? Hakuna. Ila mtu tu, huyu ndio alisababisha, huyu alisababisha. Yaani yule alisababisha, hadi mama mkwe wangu, huyu mama mdogo, huyu alisababisha. Hakuna mtu anayeniuliza. Wanashiriki dhambi ambazo wao hawajui. Aidha wameambiwa tu. Kwa katika maisha, ukisikia mtu anasemwa vibaya, wewe usije ukajiingiza kwenye jambo ambalo hulijui limeanzia wapi wala limetokea wapi. Unapoenda sehemu, hebu jifunze mema, alafu mabaya waachie wao. Paulo aliwaandikia Watesalonike kwenye ule waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Watesalonike, sura ile ya 5, mstari ule wa 10, ule mstari ule wa 21. Alisema, jaribuni mambo yote, riskeni lililo jema. Mstari wa 22 akasema, jitengeni na ubaya wa kila namna, usizishiriki dhambi za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jiepushe na mambo yasiyokuhusu. Yohana anamwandikia mzee Gayo. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu ambaye amewajalia kufanya mambo haya mema, endeleeni na mwendo huo huo. Haijalishi wengine wanarudi nyuma, haijalishi wengine wanajikwaa, haijalishi wakati mwingine mnapishana kwa ajili ya kazi ya Mungu, endeleeni mbele. Msije ubaya wa mtu, wala mkisikia mtu ana mabaya yake mwachieni, shikeni yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, naombeni tusimame. Bwana muda umeisha bwana, na nyinyi tusimameni. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wema